hata wanachukuliwa, wanasulubiwa. Je, sisi tumeshafika kwenye kiwango hiki kuwa tayari kugharimu uhai wake? Kina Petro wakaacha ndugu zao, na bado Yesu Kristo akamwambia kwamba mtu anaponipata na ajikane yeye mwenyewe. Kwa kuna viwango ambavyo Mungu anataka kufanya. Wakati mwingine hata katika maombi kuna viwango Mungu anataka tufikie. Kama ni wakati wa kuomba, ni wakati huu kwa nyakati za mwisho. Kama ni wakati wa kutaka nguvu za Mungu na matendo ya Mungu, ni wakati huu kwa nyakati za mwisho. Mambo tu tunakutenda na Mungu wakati mwingine mnada na kufanya uache ibada na kufanya usimtulie ibada kwa sababu ya mnada, kwa sababu ya biashara. Kitu kidogo sana kinakuondoa kwenye ile nafasi ya kupewa taji ya ushindi. Hakutakuwepo kununua kwa fedha ya kawaida hii, wala kusafiri kutumia treni ya mwendokasi ya Tanzania hii. Hauwezi. Sasa utakapoona hiyo, wewe mtakatifu usiogope. Badala yake cha kufanya ni kutambua kwamba ni wakati wa maandalizi ya mpinga Kristo. Kwa yote yanayofanyika kwa Tanzania watahamia kwenye kadi. Watakapotoka, maana tukio la unyakuo litakapokuwa limefanyika, wataondoka huko kwenye kadi, na kadi itakuwa ni mzigo. Badala yake wataingia ndani ya mwili, kila kitu kitakuwa kinasoma. Sayansi hawalali usiku na mchana, wanafanya hayo mambo. Vita vinaendelea kujipanga, kama ni mabomu, kama ni vitu mbalimbali sasa vinaendelea kupanga. Mpango wa kutengeneza dini moja tayari unafanyika. Yaani sasa hivi dunia inakusanywa, kila kitu kinakuwa ni kimoja. Tukio litakalotokea siji Gumbiro, linakuwa limetokea karibia Marekani nzima. Yaani watu dunia nzima wanakuwa wanatambua. Kama tu sasa hivi mfumo wa lugha moja tayari umeshaenea kwa kiasi kikubwa. Maana yake sasa utawala itakuwa ni very simple, itakuwa ni rahisi sana kwa njia ya utawala. Lakini pia kuwa na dini moja, viongozi wa dini baadhi wanaendelea kusaini kukubaliana na kuwa na dini moja ya, na baadaye watakuja kupunguza siku tunazokusanyika hizi, siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa. Watahimiza kufanya kazi sana baada ya anguko la uchumi linalokuja, sio muda linakuja. Ikishatokea anguko la uchumi, watahimiza kufanya kazi kwa kiasi kikubwa sana. Alafu kitakachotokea ni kwamba asionekane mtu au asionekane watu wanailisha kufanya kazi. Uchumi utarudi nyuma sana. Badala yake sasa watu watahimizwa kufanya kazi wakati wote, na kutakuwepo na siku moja tu ya kuabudu. Bwana tusaidie sana. Biblia imetupa mwanga kwamba mtakapoona namna hiyo, changamkeni. Jamani, amina. Changamkeni. Changamkeni. Sasa siku za sikukuu zitakapotokea, Biblia inazungumza katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 24 mstari ule wa 21. Imeonya kwamba kutatokea na dhiki kuu ambayo haijawahi kutokea duniani. Baada ya utawala wa mpinga Kristo ile miaka 3.5, inakuja sasa dhiki kuu yenyewe. Jambo ambalo wanadamu tunafikia sasa tuna dhambi ni kitu cha kawaida. Wakati mwingine zinatetewa, dhambi kabisa inatetewa. Hebu fikiria mtu anayetetea ushoga, anasema ni haki za kibinadamu. Hivi Mungu anamtazamaje mtu kama huyo? Hebu tazama mtu anayetetea pombe kwamba ni kinywaji halali, tena kwa kufuata maandiko. Anasema maandiko yameandika pombe kwamba ni, sikiliza, wanasema sio sana. Kitu kilichofanyika ni lugha kutoka kutafsiri neno pombe sawa sawa sisi kwa Kiswahili. Sasa sisi Kiswahili, pombe, neno pombe lina maneno mawili tu, pombe au kileo. Au kuna neno jingine kwa Kiswahili?
Neno moja tu. Lakini tunapozungumzia vinywaji, maana tumezungumzia nini? Pombe. Sasa Biblia inaposema kwamba si Yesu akabadili maji akawa nini? Divai. Sio pombe. Maana divai ni sawa sawa na kinywaji ambacho kinatumika kinatengenezwa kwa kutumia nini? Mzabibu. Bwana amina. Sasa mzabibu una uwezo wa kuzalisha pombe, mzabibu unaweza kuzalisha juice. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ndio kama hii kwenye upande wa meza ya Bwana, tunaposhiriki meza ya Bwana, maana tunatumia nani? Na ile juice ya mzabibu. Tunatumia pombe. Lakini ile ukienda kuelezea kwenye upande wa lugha, maana unakuja unazungumza nini? Divai. Kiswahili kabisa. Sasa tumekuwa tumekunywa pombe. Sasa watu kwa njia hiyo ameingiza kwamba pombe ni kinywaji na ni kitu ambacho Mungu amekipinga sana, na ameweka ole kwa watu hao, anayewapikia pombe au anayewatengenezea au anayewauzia, ole. Lakini pia na anayekunywa, ole. Haleluya. Sasa dhambi leo inatetewa. Yote hayo ni shetani anajiandalia watu wake wakwenda nao jehanamu. Sasa wewe uliyepewa ufahamu na utambue kwamba wakati huo sio salama. Utakapoona namna hiyo, ni kuzidisha maombi na kukataa hiyo roho isifanikiwe kwenye maisha yako. Lakini pia ziki kuu imetambuliwa kwenye kitabu cha Danieli ile sura ya 9 mstari wa 27. Tuanze na kitabu cha Mathayo 28:21. Naomba tusome. Kutakuwako ziki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo ziki kuu, huyo mpinga Kristo au huyo mnyama tawala wa utakuwa umefikia mwisho sasa. Badala yake utaanza kumshinda. Ule uwezo wake wa kupambanua mambo mazito, hekima yake ya hali ya juu sana ya miaka ile 3.5, muda wako utakuwa umepita. Muda utakaofuatia ni muda sasa wa kumkataa au kuwakataa watu wanaosema kwamba bado wanampenda Yesu Kristo. Maana kutakuwepo na watu watakaoachwa, lakini watakuwa bado wana ile direction ya kutaka kumfuata nani? Yesu Kristo. Sasa kitakachofuatia ni kwamba wataanza kutafuta mtu hadi mtu anayemkiri Yesu Kristo anauawa au anapewa jeraha kubwa sana, na badala yake maumivu yanakuwa ni asilimia nyingi sana. Biblia inazungumzia dhiki kuu au dhiki ambayo haijawahi kutokea. Maana kuna dhiki tunazopitia, kuna mateso tunayopitia hapa duniani kabla ya dhiki kuu haijaja. Maana haya matatizo si ya kuuawa, si ya kufanyaje, si ya kuchinjwa, hayo ni cha mtoto. Maana yanayokuja, jua hili tunaloliona litakuwa limesogezwa chini, litasogezwa chini kidogo, tunamsogelea mwanadamu mwenye dhambi ili kumkaanga vizuri kabisa. Lakini pia itakuwepo na ongezeko la joto kubwa sana, kiasi kwamba hata kusema ulale haitawezekana. Kitanda kitakuwa kinatukaanga kama utabaki. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa watakao baki, maana ukilala kitanda kinafanyaje? Kinakukanga. Moto, joto ambalo ni la ajabu sana. Lakini pia mauti haitakuwepo, itaondolewa. Sasa kipi, mambo gani yatakayotokea? Wanadamu watajaribu kumwomba Mungu, watajaribu kumrudia Mungu kwa muda mfupi, lakini bado wataona dalili za Mungu kusikia zitakuwepo. Wataanza kumtukana tena nani? Wataanza. Biblia imeonya ole waliobishana. Ole kulilia. Yesu atusaidie sana. Ole wao. Sio kipindi cha kwanza cha. Na ukitaka kuelewa, kasome Ufunuo sura ile ya 10. Kuna mateso mengi, maji yanabadilishwa na kuna mambo mengi sana. Jua kusongezwa, kiza kuongezeka. Yaani usiku utasema kwamba usiku wa badali, lakini usiku utakuwa ni hatari zaidi. Huruma ya Mungu itakuwa haipo tena. Sikio la Mungu litaondoka duniani.
Sasa hivi Mungu anatusisitiza tunasema nini? Sasa hivi Mungu anatamani tutengeneze. Lakini kama utakaidi moyo wako kumgeukea Bwana bado mapema, maana yake wewe utakuwa ni mmoja pia. Na haya mateso maana yake utajionea namna itakavyo. Biblia inapozungumza kwamba kitu ambacho hakikuwepo toka mwanzo. Hebu kumbuka mwanzo mambo yaliyotokea huko nyuma huko. Lakini hakuna mfano. Hakuna mfano. Unajua maumivu yale Bwana, unajua kuna ile hali Bwana tufu. Unasema Bwana nifu. Sasa hebu fikirie. Watu watafukuza milima. Milima itawakimbia. Tamani kujiua, utakuwa. Tamani kujirusha juu ya milima, tamani kujituliza na miti, miti itawakimbia. Ni wakati wa kulia na majuto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanadamu usahau walipotoka. Tunatoka hapa tunaingia duniani. Na sasa hivi mtu ili uweze kutambua, wakati mwingine ni mtandao, ni rahisi sana. Follow account yake. Tuona vitu vya ajabu. Tutamuona mtu halisi anayejiita mpendwa. Tutashangaa sana kwamba huyu anategemea ile mbingu. Nataka kumsaidia watu wamekuwa wakali sana. Watu wote kila jambo. Yesu anarudi. Na moja ya kitu ambacho nimekuwa nikiingia kwenye maombi, kitu cha kwanza, yaani Mungu anaposema na mimi, kitu cha kwanza ni habari ya kurudi. Ni habari ya kurudi. Sasa wako watu huko wanaendelea kupotea, wanasubiri neema. Damu zao zitatulilia kwamba hatukuambiwa na jina fulani. Wakati mwingine hata majirani zetu hatujawaambia habari za Yesu Kristo. Damu zao zitatulilia. Ili kunawa damu zao wapendwa, ni wakati wa kushuhudia sana. Kipindi cha nyakati za mwisho ni wakati, jamani, tusifikirie ya kwamba haya mambo au imekuwepo toka mwanzo kwamba tuko nyakati za mwisho. Uliza enzi za kina Kulola huko nyuma. Kama utu mfumo au tumuulize bibi nyuma, huu mfumo wa mpiga kura, kutumia kadi ya mpiga kura ulikuwepo nyuma? Haukuwepo. Lakini kwenye Biblia ulikuwa umezungumzwa. Hivi tumezungumzwa. Maarifa kuongezeka. Na sasa hivi tunaona maarifa yako kasi. Kila kitu sasa hivi. Mtu anakupiga picha, alafu anakufulisha nguo. Anachana nguo zako, anaondoa kabisa, unabaki kama ndivyo. Ni maarifa yameongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Leo watu wanaoa nani? Kitu kiumbe mfano wa binadamu. Wanaoa mbwa, wakati mwingine robot. Kuna mtu mmoja nimemwona Marekani mmoja, mbwa robot. Imetengeneza mfano wa dada fulani. Lakini sio kiumbe yani. Lakini robot inazungumza. Mbona maarifa ilipofikia? Leo watoto wanapatikana viwandani. Mtu hataki kuolewa, anaingia sehemu ambayo wanachukua na sehemu ambayo inatoa mbegu za kiume kupata mtoto. Kwa hiyo sasa unakuta shule ya mwanaume mwenye hiyo nini, mwenye hiyo mbegu inakuwepo juu yake na chagua. Ni bwana nataka huyu hapana, nataka angalau huyu. Mtu anapata mtoto. Lakini haya mambo hayakuwepo. Sisi iko hivi. Mtu anabadili jinsia. Danieli amepewa haya mambo wakati wa dunia. Hata na bibi nyumba hapa bado. Dunia bado huko, bado. Hata hii fedha haijaanza kutumika. Lakini akaambiwa kwamba maarifa yataongezeka nyakati za mwisho.
Na hizi kikuyu katabiriwa kipindi cha Danieli. Yesu Kristo anakuja kuulizwa na wanafunzi wake. Yeye anakuja kukazia yale yale. Waliambizana watu. Kitabu cha Ufunuo Yohana naye akaja kuonyeshwa yale yale kama aliyoonyeshwa Danieli. Labda tunaweza tukasema kwamba Yohana labda aliona na Danieli au nyaraka zilichukuliwa wakati wa Yohana alikuwa amefungwa katika kisiwa cha Patmo. Mambo haya akawa anafunuliwa. Alipewa na nani? Mungu mwenyewe. Kwa jambo hili ni lazima tutambue ya kwamba tuko nyakati za mwisho. Kila jambo, kila kitu, haijalishi elimu zetu tumefikia wapi, haijalishi tumekuwa watu wa namna gani, au haijalishi tumekuwa waelewa kupita watu wa, unajua kuna kizazi sasa kuna watu wanawaambia nasema kwamba danganya. Na wengine wanasema wazungu wanawaharibu. Anakwambia Biblia ni ya mzungu. Wakati wa mzungu mwenyewe imemshinda Biblia. Imemshinda. Kwa nini mitume waliuawa? Kama ni ya mzungu kwa nini wasingeendelea? Ndio nasema ni utumwa wa kifikra. Sawa kabisa. Watu kama hawa kuna watu wengine Mungu ameshaka wakataa. Basi tuchezee muda mpeni. Songa mbele kushughulika na maisha yako. Jamani amina. Jamani amina. Ni wakati wa kusonga mbele kushughulika na maisha yetu. Ni wakati wa kuamsha watu waamke usingizini. Wako wengine wanasubiri kuambiwa kwamba muda na saa umeisha. Wakati wote ule Yesu Kristo anarudi. Tafadhali fanyika kuwa mteule ili siku hiyo usiachwe. Ni wakati wa kuchunga yale tunayozungumza. Ni wakati wa kuchunga yale tunayotafakari. Jamani haleluya. Wakati umeisha. Wakati umeisha.